mbegu feki, mbolea haifanyi kazi, sijui vitu gani vinachelewa. Kwa hiyo wanatuvuruga. Leo nashukuru tumefika hapa. Benki ipo, kakopeni vyama vikuu vya ushirika, muelewane na tume ya ushirika, muagize mahitaji yenu jinsi mnavyotaka, kwa sababu pesa mtakuwa mnayo. Lakini jengine niseme, muwe wabunifu kwa kutanua wigo wa huduma zenu kwa kuhakikisha mnahamasisha wanaushirika kujiunga kwenye mfuko. Nimeambiwa kuna bima ambayo pia itakuwa zinatolewa na nini, lakini wakulima hawa pamoja na bima za afya, nguvu zinakwenda kuisha jinsi wanavyotumika. Kwa hiyo fanyieni mpango, zungumzeni na mifuko ya hifadhi ya jamii waweze kuunganishwa huko, pia waunganishwe huko, wajiwekee akiba, nguvu zikimalizika akiba yao waikute kule. Nadhani pia inawezekana kama moja njia ya ubunifu ya kuwasaidia wakulima. Kwa bima ya afya, na hilo mkiliingiza taleta matokeo, ustawi wa wananchi wetu utakuwa mzuri zaidi. Eneo la pili ninalotaka kulizungumza ni masoko. Ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi kwamba serikali tunafanya kila tunaloweza kutafuta masoko, na masoko yanayoleta bei nzuri kwa mazao yetu. Tumefanya mifumo ya stakabadhi ghalani, tumefanya sijui kuna ndio inaitwa TMX, tumefanya sijui minada, tumefanya nini, tumekuza uwazi, tumetumia teknolojia. Ule ujanja uliokuwa ukifanywa ndani ya vyama vya ushirika sasa umepungua kwa kiasi kikubwa, na jinsi tunavyokwenda kutumia tehama na teknolojia mbalimbali, ule ujanja unakwenda kumalizika, ili mkulima apate jasho lake alilolitoa. Lakini kwa upande mwingine, tumeanza kufanya kazi ya kufanya vyama vya ushirika hivi viwe na viwanda vyao vya kuongeza thamani mazao wanayoyalima. Na nimeona mfano mzuri kwenye mabanda maonyesho pale. Nimeona wanao mafuta ya ufuta, nimeona mifano mingi pale. Kwa hiyo hayo ndio tunayokwenda kuyatekeleza, na kuwataka vyama vya ushirika mtangulie mbele, kuwa na viwanda, muongeze thamani, muwe na viwango, ili tunapotafuta masoko bidhaa zetu ziwe na viwango vikubwa, viwango vizuri vinavyokubalika kimataifa. Lakini kwa upande mwingine pia vyama vya ushirika niwapongeze kwamba sasa nilipokuwa kule nimeona mmeanza kuingia kwenye benki kukopa kwa ajili ya kujenga maghala. Hili ni jambo zuri, ni jambo zuri sana, kwa sababu mkiwa na maghala mazuri yenye sifa, mazao yetu yatakaa vizuri, hayatoharibika, na tunapokwenda sokoni mazao yetu yatakuwa kwenye hali nzuri. Na hili nalo nataka niwapongeze. Tumefungua masoko mapya, maparachichi, mashudu ya alizeti, mahindi meupe, mihogo, yote ina soko. Sasa upande mwingine tunafungua masoko, uzalishaji unakuwa mdogo, hautoshi. Kwa mfano soko la China kwenye mihogo ni soko kubwa sana, lakini uzalishaji wetu bado ni mdogo. Kwa hiyo wanaushirika, hizo ni fursa ambazo ningependa sana mkaziangalia. Jambo la tatu ni usimamizi bora na uadilifu. Nimeshalisemea vizuri kwenye vyama vya ushirika. Naomba wale wanaosimamia vyama vya ushirika wakajitahidi vyama hivi, mbali ya tume na vingine, vile vyama vikuu na vyama vidogo AMCOS, huko ndo kulikuwa kuna uonevu mwingi kwa wakulima. Naomba mkasimamie uadilifu na uwajibikaji, ili vyama vya ushirika, ushirika wetu Tanzania, iwe ndiyo nyenzo ya kuleta maendeleo kama ilivyokusudiwa huko nyuma na waasisi wetu. Naomba mkasimamie hayo. Sasa, ndugu mrajis na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika, hadi sasa tumepiga hatua kubwa katika kujibu changamoto
za upatikanaji wa mitaji, swala ambalo lilikuwa moja ya maeneo 7 ya kimkakati ya bodi ya vyama vya ushirika. Sasa nitake tume ikaimarisha usimamizi wa ushirika ili vyama vijiendeshe kibiashara. Vyama vijiendeshe kibiashara kwa uwazi na taarifa za uendeshaji na mahesabu ziwasilishwe kwa wakati. Na hiki ndio kilikuwa kilio cha wanaushirika wengi. Nasema uongo ndugu zangu wanaushirika? Kilio kikubwa kilikuwa mahesabu hayasomwi. Mkitaka kuona mahesabu viongozi wanang'ang'ana na hivyo. Kwa hiyo sasa hayo yote yakaondoshwa ili kujenga imani kwa wanaushirika na waone ushirika ndio njia ya kuwainua na kuleta maendeleo kwao binafsi, lakini kwa nchi pia. Vile vile ni wakati sasa wa kuvitaka vyama vyote vya ushirika kutumia mifumo ya TEHAMA. Nilipotembelea lile banda la wanaitwaje wale tulio nani, Silicon. Nilipotembelea hao wameniambia wako tayari na wana teknolojia ya kuunganisha vyama vyote vikubwa vidogo na nini. Kwa hiyo itategemea tume sasa mnawapa tenda kiasi gani ili waweze kuunganisha na kutoa mafunzo ili vyama vya ushirika viweze kuwasiliana. Kwa hiyo hilo nalo nataka mkalisimamie. Maeneo ya msisitizo na maagizo ya serikali kwa ndugu wana ushirika, la kwanza, lakini hili litakwenda kwa Wizara ya Kilimo, lakini kwa wana ushirika na benki ya ushirika niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuhakikisha ushirika unaleta maendeleo ya kweli kwa jamii ya Watanzania. Lakini katika kufanya hivyo, Wizara ya Kilimo muende mkaangalie sekta ya ushirika kwa ukaribu zaidi. Muendelee kuilea na kuhamasisha wakulima kujiunga na vyama vya ushirika ili kuendelea kunufaika na upatikanaji wa masoko na mitaji kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi. Lakini jengine ni lile ulilolizungumza, niagize sasa Wizara ya Fedha, probably Benki Kuu, kakaangu Rafael yuko hapa, Wizara ya Kilimo, kaeni mzungumze. Mfikie pahali mje na sera itakayo, sijui sera au niseme mwongozo utakao tutoa kwenye hili ombwe la mikopo katika sekta ya kilimo. Kuwe kuna clear sura ambayo kwa Tanzania tunajua sera yetu inayoongozwa na Benki Kuu kwenye mikopo ya sekta ya kilimo ni nani anafanya nini, TADB anafanya nini, benki ya washirika wanafanya nini, mabenki mengine yanafanya nini. Hivyo naomba kaeni wote, mko serikali moja, kaeni mzungumze, na imani hamtaacha kuja na suluhisho kwenye hili. Lakini jengine kama ulivyosema vizuri, na hili lilikuwa agizo langu, lakini tuliponong'ona umelichukua, ni kwamba fedha itakayotoka AFDB iende kwenye mfuko wa pembejeo, lakini pia iende kwenye benki hii kufungua madirisha maalum kwa ajili ya wakulima. Kufungua madirisha kwa ajili ya wakulima ili tuhakikishe wakulima au tuweze kuona kwamba wakulima wanakopesheka, mitaji inaongezeka na mazao yaweze kuongezwa thamani. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, sasa nitoe shukrani zangu kwanza kwa wote waliochangia kufanikisha jambo hili ambalo leo tumekusanyika kulifanya hapa. Na washukuru wote. Lakini shukrani yangu ya pili ni kwa wote mliokuja kwenye jambo hili. Najua mmetoka mbali, wengine wana ushirika mmetoka maeneo mbalimbali Tanzania, mmekuja hapa kushuhudia jambo lenu likitimia. Na washukuru wote kwa kuja. Lakini nikushukuru tena Makwi, Bwana Makwi, kwa shairi lile
Umetusomea historia yote ya ushirika, lakini kwa shairi. Nadhani hebu liweke sawa ili lichapishwe, watu wasome historia ya vyama vya ushirika Tanzania. Ule ni mchango mkubwa umetoa, naomba liweke vizuri. Kama utafanya marekebisho kidogo na nini, lakini ichapishwe iwe ni moja kati ya documents ambazo Watanzania tutakuwa tunapitia na tujue historia ya vyama vya ushirika. Mwisho kabisa, wanaushirika, baada ya kusema hayo yote, sasa inayo heshima kutamka kuwa, na nilishafanya kule, lakini kule sikutamka, natamkia hapa. Kule niliweka jiwe, nilifungua, nikakata utepe, nikaingia ndani. Hapa natamka rasmi kwamba Benki ya Ushirika Tanzania, Coop Bank, imezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Tusimame, naomba tusimame viongozi.